Mungu ameingia gharama sawa kwa ajili ya afya ambayo wewe uko nayo, na kuna mtu mwingine anaingia gharama zake kwa pesa zake ili apate afya kama ulionayo wewe. Simwambie Mungu asante. Umeamka salama, ni Mungu amekusaidia. Yaani namna jinsi vile ulivyo ni muujiza tosha. Mungu amekusaidia. Kuna mtu ambaye anatumia gharama za kifedha, barikiwe sana, anatumia gharama za kifedha ili apate afya kama ulionayo wewe, lakini wewe Mungu ameingia gharama ili kukupatia afya ulionayo ambayo uko nayo sasa hivi. Mwambie tu Mungu, ninakushukuru. Mwambie Baba, asante, umeniamsha salama, umenilinda na mengi, umeniepusha na mengi mabaya. Namna jinsi vile nilivyo, wala si kwa akili zangu, wala si kwa nguvu zangu, ni wewe Mungu umenisaidia. Mwambie Mungu, ninakushukuru. Ujeko hivi, tutakapokuwa na tabia ya shukurani, tutauona wema wa Mungu katika maisha yetu. Tutakapokuwa na tabia ya shukurani, tutauona wema wa Mungu katika maisha yetu. Iko hivi, Mungu anatutendea mema kila itwapo leo. Mungu anatutendea mambo ya baraka kila itwapo leo, ila tutazidi kuona wema wake hasa pale ambapo kwa lile ambalo Mungu ametutendea tutakapomshukuru, kwa sababu lolote ambalo Mungu anakutendea sio dogo, ni kubwa. Amekutendea kwa ukubwa. Ukitaka utambue kwamba ni kubwa, nimekwambia kwamba afya ulionayo ni Mungu ameingia gharama kwa ajili yako. Kuna mtu mwingine ameingia gharama za kifedha ili aweze kupata afya ulionayo wewe, na kuna mtu mwingine pesa zimeisha benki. Barikiwa sana, Mungu akuinue. Mungu abariki sadaka yako. Barikiwa sana, Mungu akuinue. Mungu akutendee mema kila utapo leo katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu mwingine alikuwa na fedha nyingi benki, lakini kila siku bajeti ya chini anatumia shilingi milioni 2 kwa siku. Yaani kwa siku kuna mtu mwingine anatumia shilingi milioni 2, wengine shilingi milioni 5 kwa siku ili kutafuta uhai, ili mtu asipotee. Anatumia shilingi milioni 5 kwa siku. Lakini wewe Mungu amekupa afya. Barikiwa sana kiongozi. Mungu akuinue. Mungu akutendee mema kile tutapo leo katika jina la Yesu Kristo. Lakini wewe Mungu amekupa afya. Mungu amekupendelea. Unaingia kazini, una nguvu, una afya. Simwambie Mungu nakushukuru. Mwambie tu Mungu asante. Mwambie tu Mungu asante. Mwambie tu Mungu asante. Mwambie Baba, ninasema asante. Uwe na tabia kumshukuru Mungu kila itwapo leo, kwa maana ayatendayo katika maisha yako ni makubwa mno, yanapita akili na fahamu za kibinadamu. Ndugu zangu, siku ya leo nataka niwafundishe somo la wokovu, kwa sababu Yesu Kristo alikubali kutolewa kama sadaka. Mungu Baba kwa kutupenda sisi wanadamu, Mungu hakupenda tupotee, akaamua kumtoa mwanawe pekee Yesu Kristo ili tuweze kuokolewa. Sasa kilichotubeba mpaka leo ni wokovu, ambapo Yesu Kristo alikubali kuingia gharama, na Mungu Baba ndio alikubali kuingia gharama ili aweze kutoa cha thamani, ili mimi na wewe tuweze kuokolewa. Iko hivi, Yesu Kristo ni sadaka, ambapo kama unavyoona leo hii watu waliopotea njia wanakwenda kwa waganga wa kienyeji kwenda kutafuta mafanikio, na wanaambiwa kwamba leta ng'ombe, leta mbuzi, leta kondoo ili damu iweze kuchinjwa, yani mnyama achinjwe alafu damu ipatikane, ambapo ile damu ya mnyama ndio iweze kuwa sababu ya wao kufanikiwa. Lakini sisi Mungu Baba alitambua kwamba ili ulimwengu uweze kuokolewa lazima damu iweze kumwagika, damu ya mwanae Yesu Kristo. Mungu Baba akaamua kumtoa mwanae pekee Yesu Kristo, ili kwa damu yake kumwagika Yesu Kristo mimi na wewe tuweze kupata wokovu, ambapo Yesu Kristo alikubali kupitia yote, alikubali kuteswa, alikubali kunyanyasika ili mimi na wewe tuweze kupata wokovu. Wokovu ni mpango wa Mungu kwetu sisi wanadamu. Wokovu ni upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu. Wokovu ni mapenzi ya Mungu kwetu sisi wanadamu. Iko hivi, anayekuokoa anakupenda, anayekubali kuingia gharama kwa ajili yako ili usiteseke
anakupenda. Mungu Baba baada ya dhambi kuingia duniani, Mungu Baba akaona hapana, hawa ni wanangu ninawapenda, nimewaumba kwa sura na mfano wangu, haiwezekani wateketee. Wakati ambapo Adamu alivyokosea, alivyokula tunda yapo pamoja na Hawa pale bustani ya Edeni, Mungu Baba akaona kabisa haiwezekani watu wapotee. Kwa sababu mimi ninawapenda, ngoja niweze kutoa sadaka ambayo yenyewe itafanyika ukombozi katika ulimwengu mzima, na sadaka yenyewe ni sadaka ya Yesu Kristo. Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Barikiwa sana. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yesu Kristo ni sadaka iliyotolewa na Mungu kwa ajili ya wokovu wetu sisi wanadamu, kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu, ambapo kwa sadaka ile ya Yesu Kristo kilichobaki kwetu sisi ni kumwamini Yesu Kristo, ni kumkiri Yesu Kristo na kuishi maisha ndani ya Kristo, alafu tuweze kupata kuona matunda yatokanayo na kupigwa kwake Yesu na kuteswa kwake Yesu. Angalia, wakati ambapo tutakapomwamini, wakati ambapo tutakapomtumainia, wakati ambapo tutakapomkiri kwa vinywa vyetu, ndipo tutakapoona matunda ya yeye kufa kwa ajili yetu. Yesu anatupenda. Mungu anatupenda. Mungu anakuwazia mema. Mungu hataki uteseke. Yesu akasema, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, njooni kwangu nami nitawapumzisha. Yesu Kristo alikuja ili kuweza kutuondolea mizigo. Kuna mizigo ambayo ipo inatuelemea. Mzigo wa kwanza ulikuwa ni dhambi ambayo iliingia kupitia Adamu, na hata sasa hivi unaweza ukawa katika maisha ambayo ni ya dhambi, au pengine kuna mifumo ya ukoo na familia. Unakuta kwa mfano kwenu mlikuwa mnafanya matambiko, au unakuta kwa mfano bibi au babu yeye alikuwa ni mchawi, na wewe binafsi unatakiwa uweze kurithishwa uchawi. Sasa hiyo ni mizigo. Au unakuta kwa mfano wewe ndani yako unakuta kuna kitu ambacho kinachokusumbua ndani ya nafsi yako, hauna amani ndani ya nafsi yako, hauna furaha. Yani wewe kila siku ni kilio, kila siku ni majonzi, kila siku ni kuaibika. Angalia, hiyo ni mizigo. Yesu akasema, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, njooni kwangu nami nitawapumzisha. Angalia, watu wengine pia kuna roho ambazo ziko ndani yako, roho za pombe, roho za ukahaba, roho za ulevi. Ulevi ni mizigo, uvutaji wa sigara ni mizigo. Angalia, ukahaba ni mizigo, umalaya ni mizigo, ushoga ni mizigo. Yote ni mizigo, ambapo Yesu Kristo akasema, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, njooni kwangu nami nitawapumzisha. Kuna mtu mwingine anaweza kwamba mimi ni kahaba, nimefanya ukahaba miaka mingi, mimi nimechukua mme wa mtu. Bago ni mtu mwingine uko mahali sasa hivi umeshachukua mme wa mtu, yani unaishi naye kabisa na unasema natamba naye, sawa Angalia, iko hivi, unasema sasa mimi nimeshaiba mme wa mtu, niko na mme wa mtu niko na mme wa mtu. Angalia, Yesu atanisamehe kwa namna gani? Ndugu zangu, iko hivi, Yesu Kristo kutolewa, kukubali kupitia mateso kwa ajili yetu sisi ni ili pale tulipokosea yeye, ndipo kupitia yeye tuweze kupata msamaha. Yani kwa lugha nyingine ni kwamba Yesu ndiyo njia ya msamaha. Yesu ndiyo njia ya msamaha. Asante Roho Mtakatifu. Angalia, Yesu Kristo ndiyo njia ya msamaha. Kama Yesu Kristo asingetolewa, kama Yesu Kristo asingekubali maisha yake kutolewa, sisi tusingesamehewa. Yesu Kristo ndiyo njia ya msamaha. Wakati ambapo utakapomwamini, unasogea mbele zake na kutubu tu. Barikiwa sana. Yesu Kristo alikubali maisha yake yatolewe ili sisi tuweze kupata maisha tulionayo. Iko hivi, mtu mwingine anaweza akasema kwamba sasa mimi kumwamini Yesu tu, je, utafanikiwa? Ndio, utafanikiwa. Utafanikiwa katika njia hii. Yesu akasema, akawaambia wale Wayahudi waliomwamini,
Akasema hivi, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, ndipo mtakapoijua kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukitaka ufanikiwe katika Yesu Kristo, baada ya kumwamini, unachotakiwa ni kulishika neno, ni kuliishi neno, ni kulifanania neno, maana neno ndilo limejaa pumzi ya uzima ya kukuletea mafanikio, ya kukuletea matokeo yale unayohitaji. Changamoto inakuja hapa pale ambapo unakuta mtu anamwamini Yesu Kristo. Baada ya kumwamini Yesu Kristo, anakaa na imani ya kumwamini Yesu Kristo, alafu hasomi neno ambalo Yesu alisema, haulishiki neno ambalo Yesu alisema, hautembei na neno ambalo Yesu alisema. Usipotembea na neno ukabaki na mwamini Yesu tu, hautapata matokeo makubwa. Kumwamini Yesu ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, lishike neno ambalo Yesu Kristo amesema. Yesu akasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakakaa ndani yenu. Wakati ambapo maneno ya Kristo yatakapokaa ndani yako, yale maneno ya Kristo ndiyo yaletayo mabadiliko katika maisha yako. Maneno ya Yesu Kristo, maneno yani neno la Mungu litakapoingia ndani yako, ndilo linaloleta mabadiliko katika maisha yako. Kwa maana hiyo, unatakiwa uwe ni mtu wa kusoma neno kila itwapo leo. Kwa maana hiyo, unatakiwa uwe ni mtu wa kulisoma neno kila itwapo leo. Barikiwa sana. Mungu akuinue. Mungu abariki kazi ya mikono yako. Mungu akutendea mema kila itwapo leo katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana unatakiwa uwe ni mtu wa kulisoma neno mara kwa mara, mara kwa mara. Kilichobaki kwangu mimi na wewe, je, neno umeliingiza ndani? Kwa sababu kinachokutesa leo ni maneno. Barikiwa sana kiongozi. Barikiwa sana. Kinachokutesa leo ni maneno uliyosikia na ni maneno uliyojitamkia. Je, umejiandaje kuingiza neno jipya la Kristo, la Yesu ndani yako ili lilete mabadiliko? Kwa sababu kitakachokufanya uweze kubadilika, kitakachokufanya uweze kupiga hatua, utoke katika hatua ya giza uingie katika nuru, ni neno. Na ninapozungumzia habari za wokovu, wokovu ni kitendo cha kuokolewa kutoka katika giza kuingia katika nuru. Umetolewa katika kutokujua, umeingia kwenye kujua. Ndiyo maana ya wokovu. Mtu mwingine anadhani wokovu ni kitendo cha kwenda kanisani na kurudi. Ile ni kwenda kujihudhurisha. Lakini wokovu, barikiwa sana, lakini wokovu ni kitendo cha kuokolewa. Umetoka katika giza, umeingia katika nuru. Umetoka kwenye kutokujua, umeingia kwenye kujua, na utatoka kwenye giza au kwenye kutokujua kwa kupitia neno. Ni neno peke yake ndilo linaweza kumuokoa mtu. Ni neno peke yake ndilo linaweza kumbadilisha mtu. Neno ni nini? Neno ni Mungu. Yohana 1:1, maandiko nasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Wakati ambapo neno utakapoliingiza ndani yako, neno ndilo linaleta mabadiliko katika maisha yako. Hauwezi ukabadilika kwa kusikiliza maneno ya kwamba watu wanaongea nini. Mimi nisikufiche, ukifungua masikio yako kusikiliza watu wanasema nini, utakufa mapema. Lakini ukifungua moyo wako, barikiwa sana, ukifungua moyo wako, akili yako, fahamu zako kulijua neno, neno litakuongoza. Neno ni uzima, lakini maneno yatakuua. Maneno ni asili ya shetani, lakini neno ndiye Mungu. Maneno yatakupoteza, lakini neno litakuongoza. Yani neno litakuongoza, lakini maneno yatakupoteza. Na ndio maana ukitaka umpate mtu aliyekonda, mtu mwenye stress, mtu mwenye mawazo, mtu aliyekata tamaa, mtu ambaye anaona kuwa hawezi, ukichunguza kiundani utakuta ndani yake kuna maneno, hakuna neno. Na ukitaka umpate mtu ambaye ana tumaini la ushindi, ana tumaini la mafanikio, ana tumaini la nguvu, anaona kufanikiwa, anaona kuinuka, anaona ushindi, anaona utukufu, utampata mtu ambaye ndani yake kuna neno. Basi barikiwe sana.
Asante Bwana kwa ajili ya mwana wa Loveness. Natamka baraka, neema na kibali juu yake. Bwana nakuomba kama jinsi ambavyo mwana wa Loveness kile itopo leo anasogea mbele zako kwa imani kubwa, anaamini katika kubarikiwa kwa namna ya ukubwa. Mungu ninakuomba umfanikishe, umuinue. Anakuja mahali hapa na ushuhuda katika yale makubwa umetenda katika maisha yake. Mungu ninakuomba umfanikishe tu, umuinue tu, umtendee mema tu. Yesu Kristo kama ulivyoshinda yote. Na labda sikile topo leo anakutumainia, anasogea mbele zako. Naomba ile neema ya kushinda katika maeneo yote iwe ndani ya mwana wa Loveness. Loveness wewe ni mbarikiwa. Utatembea katika ushindi na baraka ziko juu yako. Neema iko ndani yako. Wewe ni mbarikiwa. Hautaaibika, hautalia, hautafadhaika. Wewe ni sababu ya kicheko kwa ndugu zako. Maana baraka ziko sehemu ya maisha yako. Utatembea katika ushindi tu na mafanikio yasiyo kwa kawaida. Wewe ni mbarikiwa, wewe ni mshindi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwa sana. Amen, amen. Watu wa Mungu, iko hivi, wakati ambapo neno la Kristo litakapoingia ndani yako, neno litakapoingia ndani yako, neno. Barikiwa sana. Mungu bariki sadaka yako. Mungu akuinue. Mungu akutendee mema kile chapo leo katika jina la Yesu Kristo. Wakati ambapo neno la Kristo litakapoingia ndani yako, neno ndilo linaloleta mabadiliko. Amen. Mwenyezi Mungu nakushukuru. Asante Bwana kwa ajili ya mwana huyu. Natamka baraka, neema na kibali. Bwana, kwa moyo wake huu wa imani kubwa na moyo unyenyekevu amesogea mbele zako. Bwana, umtazamie, umtendee, umuinue, umfanikishe, umpe kicheko na amani katika mahusiano yake na katika kazi ya mikono yake. Bariki tumbo lake, bariki watoto wake. Mungu ninakuomba watoto kawazaa wewe ni wa baraka, na katika maisha yake yote hiyo ni ya baraka. Mungu ninakuomba umpe kicheko, umpe amani, umpe furaha, umpe mafanikio, umuongoze katika ushindi. Yesu, kama uliposhinda yote, nakuomba Bwana, ile neema itokayo kwako iwe ndani ya mwanao huyu, akashinda katika maeneo yote. Ninakataa mabaya juu yako, ninakataa aibu, nakataa fedheha kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo itanena mema kwa ajili yako. Damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo itanena uzima kwa ajili yako. Wewe ni mbarikiwa, wewe ni mshindi. Utatembea katika ushindi na mafanikio yasiyo kwa kawaida katika jina la Yesu Kristo. Umebarikiwa. Amen, amen. Barikiwa sana. Ndugu zangu, iko hivi, wokovu ni kitendo cha kuokolewa. Nimetoka katika giza, nimeingia katika nuru. Na hauwezi ukaokolewa kama ndani yako bado neno haujalikaribisha. Ujue neno unalikaribisha. Barikiwa sana. Neno unalikaribisha. Kama hujataka kulikaribisha neno halitakaribia kwako. Kwa sababu ukimkataa Mungu, naye pia anakukataa. Mungu halazimishaji watu. Mungu anawapenda wale wampendao. Ukimpenda Mungu anakupenda. Ukilikaribisha neno linakaribia katika maisha yako na linaleta mabadiliko makubwa katika maisha yako. Iko hivi, kuna maswali manne ambayo mtu ambaye hajaokoka au aliyeokoka anatakiwa ajiulize na aweze kuwa na majibu nayo. Maswali haya manne ili uweze kuwa imara katika wokovu. Ili uweze kuwa imara katika wokovu. Uliokoka na ambaye bado hujaokoka, kuna maswali manne ambayo wewe binafsi unatakiwa uweze kuwa nayo. Mwenyezi Mungu nakushukuru. Asante Bwana kwa ajili ya mwana Nancy. Natamka baraka, neema na kibali, ushindi na uzima ndani yake. Utukufu na neema isiyo kwa kawaida. Baraka na nguvu isiyo kwa kawaida. Bwana, kwa nguvu na uwezo wako, ninakuomba umpe nguvu mwana Nancy ya kushinda katika maeneo yote. Umuongoze katika njia ya ushindi na umpeleke katika hatua nyingine mpya. Hatua mafanikio, hatua ya uzima, hatua ya baraka, hatua ya ushindi, hatua ya neema, hatua ya kibali, hatua ya nyota yake kang'ae, akaonekane katika maeneo yote. Kibali kikubwa kiwe sehemu ya maisha yake. Umuongoze katika ushindi tu na neema isiyo kwa kawaida. Ninakataa mabaya juu yake, nakataa aibu. Mungu ninakuomba, bariki mahusiano yake, uzidi kumpa amani, uzidi kumpa furaha, uzidi kumpa kicheko, uzidi kumfanyia nafasi ya upendeleo. Umshangaze kwa mema, umshangaze kwa baraka, umshangaze kwa furaha, umshangaze kwa kicheko. Nancy ni mbarikiwa. Utatembea katika ushindi tu na mafanikio sio kwa kawaida. Neema iko ndani yako, baraka ziko ndani yako. Wewe ni mbarikiwa, wewe ni mshindi, wewe ni mtu mkubwa. Hautaibika, hautafedheka, hautalia, hautachekwa. Neema iko ndani yako, kibali kipo sehemu ya maisha yako. Ni katika jina la Yesu Kristo umebarikiwa. Amen. Barikiwa sana.
Amen, amen. Barikiwa sana. Barikiwa sana. Amen, amen. Barikiwa sana. Mungu akuinue. Mungu abariki sadaka yako. Mungu akutendee yaliyo mema kile tupo leo katika jina la Yesu Kristo. Watu wa Mungu, iko hivi, kuna maswali manne ili uweze kuwa imara ndani ya wokovu. Hii sasa ni kwa mtu aliyeokoka na wewe ambaye bado hujaokoka. Sawa, unatakiwa uweze kuwa imara ndani ya wokovu, kwa sababu tunapookoka, wokovu ni uwanja wa vita ya kiroho. Nisikize kwa makini. Wokovu ni uwanja wa vita ya kiroho. Umeingia kupambana mwenyewe kwa hiari yako ili uweze kupata haki yako. Narudia tena, wokovu ni uwanja wa vita ya kiroho ambapo unakubali kuingia kwenye vita ya kiroho kwenda kupambana na maadui ili uweze kupata kile kilicho chako, kwa sababu hauwezi ukapata kile kilicho chako kama bado haujakubali kupambana. Na ndio maana Efeso Paulo anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu ili mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka, juu ya ukuu giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Wokovu, kitendo cha kuokoka ni unaingia kwenye uwanja wa vita ya kiroho kwenda kupambana na maadui zako ili uweze kupata kile ambacho Mungu amekusudia. Sasa iko hivi, kuna maswali manne ambayo unatakiwa uweze kujiuliza, wewe ambaye bado hujaokoka na wewe ambaye umeshaokoka, upatie majibu. Barikiwa sana mama. Mungu akuinue. Mungu akufanikishe. Mtoto wako wewe ni mwema na awe na kibali, apate kibali, apate kibali, na wewe ni lango la baraka katika jina la Yesu Kristo. Barikiwa sana. Amen, amen. Watu wa Mungu, angalia, iko hivi. Swali la kwanza, lazima ujiulize kwanza, nini maana ya wokovu? Ambapo pia nimeshakwambia nini maana ya wokovu, sawa? Alafu swali la pili, kwa nini niokoke? Unajua hivi, kwa mtu ambaye bado hajaokoka, maswali haya huwaga najiuliza pia. Lakini pia wewe uliyeokoka lazima ukae ndani ya wokovu kwa kutambua majibu ya maswali haya. Nini maana ya wokovu? Kwa nini niokoke? Je, ni faida gani nitazipata ndani ya wokovu? Ni maisha gani natakiwa kuishi ndani ya wokovu? Maswali mangapi? Manne. Ukishapatia majibu haya na ukaishi ndani ya majibu, amini nakwambia, ndani ya wokovu yani utakuwa ni kusimulia tu utukufu ambao utapata kuona kila itwapo leo. Mwenyezi Mungu nakushukuru. Asante Bwana kwa ajili ya mwana huyu. Natamka baraka, neema, nguvu katika uzao wa tumbo lake. Mungu, ninakuomba katika mtoto aliye tumboni, Baba, ninakuomba umlinde, umtunze, umhifadhi na kumpigania. Ninakataa mabaya, ninakataa uchawi. Utajifungua salama. Hakuna uchawi wala uganga utakofanikiwa juu yako. Mtoto atakayezaliwa amebarikiwa, amepata kibali, atakuwa na hekima, atakuwa na nguvu. Wewe ni mbarikiwa, uzao wa tumbo lako umebarikiwa. Utatembea katika baraka tu, na katika hali ulionayo hautahangaika. Ninakataa mabaya, kila mashambulizi yote ya kiroho nimerudisha huko ulikotoka. Mashambulizi yote ya kiroho upande wa giza nimerudisha huko ulikotoka. Nimekuzingira kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo inene mema kwa ajili yako. Damu ya Yesu Kristo inene uzima kwa ajili ya mwanao aliyeko tumboni. Nimetangaza neema, nimetangaza uzima. Wewe ni mbarikiwa na uzao wa tumbo lako mbarikiwa. Utajifungua salama, tena kwa nguvu na kwa ushuhuda mkubwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mtumishi, leo hii najiona kama mtu ambaye sifai tena. Najiona kama mtu ambaye sifai tena. Najiona kama mtu ambaye sifai tena. Ndugu yangu, hivi, hata kama ni uko mahali hapa, uliwahi kudondoka katika dhambi yoyote na ulikuwa umeshaokoka au kabla ya kuokoka, rudi magotini, tubu dhambi na makosa. Yesu atakusamehe. Ni toba. Toba ndiyo njia pekee ya kuwa karibu na Yesu. Toba ndiyo mlango wa kwanza. Toba, kutubu dhambi na makosa, ndiyo mlango wa kwanza wa kufikia wokovu, kwa sababu sisi sote tulikuwa katika dhambi. Nalipotea katika dhambi, nikawa mtumwa wa shetani. Nalipotea katika dhambi, nikawa mtumwa wa shetani. Wasikilizeni, furaha yangu, Mungu ni pendo, apenda watu,
Haleluya. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Mungu anakupenda sana. Tulipotea katika dhambi, lakini Yesu akaja kutuokoa katika makosa yote uliyofanya. Tubu, 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 tubu. Hiyo ni njia ya kwanza ya kumfikia Yesu. Ni njia ya kwanza, ndio mlango unakuwa wazi kwa ajili ya wokovu. Kutubu. Asa iko hivi, mtu yake ni mtumishi, mimi nimekosea. Nikamwambia usiogope. Yesu anakupenda. Nikamwambia usiogope. Wewe ni mtu wa thamani. Usiogope, wewe ni mtu wa maana. Yesu alikufa kwa ajili yako. Usiogope. Ingia magotini, mwambie Yesu nisamehe. Dhambi yoyote uliyotenda umesamehewa. Jamani, iko hivi, tulikuwa sisi sote katika dhambi. Sio mchungaji, sio nabii, sio mtume, sio nani. Sote tulikuwa katika dhambi. Wote. Ukiona hata mchungaji leo hii amesimama madhabahuni, alikuwa katika dhambi, Yesu akamuokoa. Leo hii amepewa kibali ya kuongoza wewe. Kadhalika hata nayo pia, ukitubu dhambi na makosa, kuna neema itashuka ndani yako. Mungu atakuwezesha, unaweza kuwa kiongozi wa wengine. Sikaeleka vizuri? Sikaeleka vizuri. Unaweza kuwa kiongozi wa wengine wakati ambapo utakapoamua kutubu dhambi na makosa, ukasema sasa mimi nimeamua kurudi kwa Mwokozi. Mimi nimeamua kurudi kwa Yesu. Mimi nimeamua kuishi maisha mapya. Nimeamua kuacha mambo ya ukahaba. Nimeamua kuacha dhambi ya namna yote. Nimeamua kuacha bangi. Kuna vijana wanavuta ganja zimekaa kichwani kama nini. Angalia, barikiwa sana kiongozi. Amen, amen. Unasema mimi sasa nimeamua kuyaacha yote. Sorry. Angalia, nimeamua kuyaacha yote. Amua kuyaacha yote. Amua kuyaacha yote. Amua tu kuyaacha yote. Amua kuwa mtu mpya. Kaa chini ujiulize mara mbili. Tangu utende dhambi, umepata faida gani? Wewe piga mahesabu tu. Tangu utende dhambi, umepata faida gani? Hamnaga faida. Si hamna faida, hamnaga faida. Ni bora tu uamue kuacha. Tangu ufanye pengine ukahaba, umepata faida gani? Tangu useme uongo, umepata faida gani? Tangu wadharau wazazi wako, umepata faida gani? Eti dada yangu, ukikaa chini ukapiga mahesabu mazuri. Je, kuna faida gani mtu umeipata? Ukishaona kabisa hakuna faida, unaamua tu kuacha mambo ya ajabu. Dhambi unaamua kuziacha. Unaamua tu kumpendeza Yesu Kristo. Sawa unaamua kumpendeza Yesu Kristo. Unaamua kuwa mtu mpya. Unaamua kuishi maisha matakatifu. Unaamua kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Mimi nilikaa chini nikatafakari nikasema hivi, tangu nianze kufanya matukio ajabu hivi nimepata faida gani? Nikaja kuangalia, hofu zilikuwa ndani yangu, aibu zilikuwa ndani yangu, fedheha, umasikini, roho chafu zilikuwa ndani yangu. Nikasema sasa, kwa sababu sijapata faida, ngoja nimfuate huyu Yesu. Nikasema kwa sababu sijapata faida huku, ngoja nimfuate nani? Yesu. Niamue kuishi maisha mapya. Niamue kuishi maisha matakatifu. Niamue kumpendeza Mungu. Niamue kuishi maisha matakatifu. Amua leo. Jana nikiwa mtandaoni nikamwona jamaa anakwambia nilikuwa nakunywa pombe sana, nilikuwa navuta bangi sana, nilikuwa muhuni, nilikuwa ni malaya, yaani mtu wa hovyo kweli, wa hovyo, lakini nikapata wokovu. Baada ya kusikia habari za Yesu nikaamua tu kubadilika. Nikamwambia Yesu, naomba unisaidie. Nikamwambia Yesu, naomba niokoe. Jamaa ameamua kubadilika. Alikuwa anashuhudia Klaus. Angalia, akaamua kubadilika na kuamua kuwa mtu mpya. Hata wewe leo hii sio watu kuwa mtu mpya. Uchawi acha. Kuna wengine mko mahali hapa, baadhi yenu hakosea hata mmoja. Uchawi. Amua tu kuacha uchawi. Unavologa watu unapata faida gani? Unavomloga mtu unapata faida gani? Unavomloga mtu unapata faida gani? Ni utumwa. Ni bora kutenda mema kuliko kutenda mabaya. Kuroga, hayo ni mabaya. Kumwazia mwenzako mabaya, huo ni ubaya. Mungu anataka utende mema.
Kitabu cha Isaya 1:16 maandiko yanasema, jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema. Mungu anataka utende mema. Yesu Kristo anataka wewe uweze kuwa mwema. Alikubali kuingia gharama kwa ajili yako ili neema ingie ndani yako. Katika neema hiyo basi tenda mema, acha kutenda mabaya. Acha pia kuwaza mawazo mabaya. Kuna watu wengine mko mahali hapa mnawaza mawazo ya kikatili, kwenda kuua. Yaani wengine mko mahali hapa sawa, unawaza mawazo ya kikatili, kwenda kuua, kwenda kunyonga, sawa Wengine mko mahali unawaza mawazo tu mabaya tu. Acha kuwaza mawazo mabaya. Yesu alikufa kwa ajili yetu sisi. Wewe waza mema. Angalia, alafu ile neema ikubebe. Neema ikubebe. Watu wengine mnawaza mawazo tu ya ukatili. Ndani utu hamna. Utu ndani yako hamna. Utu hamna. Unajikuta hivi. Nikuulize swali, unapata faida gani kumuumiza mwenzako? Eti unapata faida gani kumliza mwenzako? Siku ukilizwa wewe, machozi utakayokuwa unalia, je, utafurahia? Maandiko yanasema usilopenda kutendewa usimtendee mwenzako. Ukijua ya kwamba kuna maumivu, basi usiwe sababu ya kumuumiza mwenzako. Barikiwa sana. Natamka baraka, neema na kibali juu yako. Ushindi na utukufu wa Mungu uonekane katika maisha yako. Uzima na kibali na kicheko ndani yako. Mafanikio na neema iliyozidi katika maisha yako. Neema kubwa iwe ndani yako na utukufu mkubwa. Ulinzi utoka kwa Bwana na neema itoke kwa Mungu ikufunike, na kibali kikuongoze katika furaha, amani na mafanikio. Utukufu uwe sehemu ya maisha yako. Yesu ni faraja yako. Yesu ndio uzima wako. Yesu ndio mafanikio yako. Angel, wewe ni mbarikiwa. Angel, wewe ni mzima. Angel, wewe ni mshindi. Angel, wewe ni mbarikiwa. Utatembea katika baraka tu na utukufu usio kwa kawaida. Neema iko ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwa sana. Amen, amen. Ndugu zangu, iko hivi. Ujue, kaa chini, tafakari, uangalie hivi, tangu nianze kufanya matukio nimepata faida gani? Unapomliza mwenzako, unapokuwa sababu ya mwenzako kulia, hivi siku ukilia wewe utajisikiaje? Mimi sikufichi, nimeshamuomba Mungu na anisaidie nisiwe sababu ya kumliza mtu yeyote. Nimeshamuomba Mungu na anisaidie nifanyike baraka kwa watu wote. Na mimi napendaga kuishi kwa amani na watu wote. Sipendaji ugomvi. Sipendaji ugomvi. Utanikuta nipo katika engo ya wema, na Mungu anisaidie katika eneo hilo. Sema sasa, ukija kunichokoza ndio utanikuta ni kama navuta bangi za Tarime. Unaelewa vizuri Tia ugomvi sipendi. Ugomvi sifanyaje? Ugomvi sipendi. Sipendi kabisa. Sipendi ugomvi. Wewe binafsi pia usiwe sababu ya kumliza mwenzako. Usiwe sababu ya kumliza mwenzako. Usiwe sababu ya kumliza mwenzako. Kuna watu wengine mko mahali hapa ni wachochezi, ni wagomvi. Ni wagomvi. Barikiwa sana. Barikiwa sana. Amen, amen. Ni wagomvi wengine mko mahali hapa, ni wagomvi. Yaani wewe siku ikipita bila kugombana, hujioni kama mtu. Hujioni kama mtu. Barikiwa sana. Amen. Mwenyezi Mungu nakushukuru. Asante Bwana kwa jina la Debola. Natamka baraka, neema na uzima. Mungu ninakuomba katika uzao tumbo lake umfanyie mema. Mtoto atakayezaliwa awe mwema. Baba, ninakuomba katika hali hii aliyonayo umuongoze katika ushindi. Ninakataa mabaya, ninakataa aibu, ninakataa uharibifu wa namna yote. Bwana, kwa damu yako Yesu Kristo imzingile, inene mema katika uzao tumbo lake. Debola, uzao tumbo lako umebarikiwa na utajifungua salama. Utajifungua salama. Utajifungua salama. Utajifungua salama katika jina la Yesu Kristo, na mtoto wako amebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwa sana. Amen, amen. Watu wa Mungu, angalia, iko hivi. Tenda mema. Tenda mema. Tenda mema. Tenda mema. Barikiwa sana. Mungu akuinue. Mungu akutendee mema kile tupo leo katika jina la Yesu Kristo. Barikiwa sana. Tenda mema. Acha kutenda mabaya. Dada yangu nisikilize. Kaka yangu nisikilize. Acha kutenda mabaya. Watendao mabaya zawadi yao ni motoni. Usimlize mwenzako, uwe sababu ya mwenzako kucheka.
uwe sababu ya mwenzako kujisikia na kujiona kuwa ni mtu katika watu. Yaani kuna mtu mwingine huko mahali hapa, siku ikipita bila kutukana haujioni kama binadamu, na kuna wengine kwenye vinywa vyenu yamejaa matusi tu, matusi tu, matusi tu. Yaani ukiongea maneno matatu manne matano, tusi pa limeshuka. Hujakaa vizuri pa limeshuka. Yaani ni matusi tu, ni kuporomosha. Yaani uongea maneno 7 bila kuporomosha tusi. Hiyo. Yaani kama je unapandisha namba 2 1 3, yaani kushutu pa. Yaani wewe bila kuongea matusi hujioni kama mtu. Kinywa chako na unajua iko hivi kwa sababu, barikiwa sana Mungu ainue katika jina la Yesu Kristo, barikiwa sana. Kwa sababu kinywa chako umekizoesha kutamka matusi, utajikuta wewe unakuwa ni kama mtu wa kutukanwa tu kile tunapo leo. Yaani wewe penda kubariki, waombee wenzako. Mtu aliyeokoka anawaombea wenzake. Mtu aliyeokoka anakuwa na upendo kwa wenzake. Maandiko yanasema, lakini tunda la Roho ni upendo, utu wema, uvumilivu, upole, kiasi. Uvumilivu, upole, kiasi. Hilo ndilo tunda la Roho. Ukiona ndani yako hakuna upendo, bado wokovu hujaingia ndani yako. Ukiona ndani yako hauna utu, bado wokovu hujaingia ndani yako. Na kuna wengine hapa hamna utu. Wakina mama wa kambo mko hapa? Nani mama wa kambo hapa? Nyosha mkono juu. Mama wa kambo, nyosha mkono juu. Hamnyoshi. Mama wa kambo nani? Wewe mama wa kambo? Mama wa kambo yuko wapi? Wakina mama wa kambo mko hapa? Nyosha mkono juu. Mnafunga Wakina mama wa kambo, mnawasinaga vijungutu wale watoto wanawake wenzenu nyinyi. Yaani mnawakongo kweli kweli. Nani mama wa kambo? Nyosha mkono juu. Mnafunga Mnafunga amna sawa. Wakina mama wa kambo, au mashangazi, nyosha mkono. Mashangazi mko wapi? Mashangazi mko ampo? Mashangazi unakuta unamnyonga kama sio mtoto wako. Na usijue kwamba nabii unazaa. Jamani, iko hivi, mtoto wa mwenzio muone kama mtoto wako. Boni Mwaitege aliimba hivyo. Sio hivyo? Mtoto wa mwenzako muone kama mtoto wako. Kuna wakina mama wa kambo mko mahali hapa, mnawanyosha wale watoto wale watoto. Unasema baba yako atakoma. Kwa nini ulizaliwa kwenye kiuno chake? Unatamani ni watoto wako tu wangetoka kwenye kiuno cha huyo mume wako. Lakini watoto mwanamke mwenzako una vinyungutu kila siku. Alafu unawanyima chakula. Si wache hiyo tabia. Mama wa kambo yuko wapi? Sionyeshe na kununulia supu. Mama wa kambo yuko wapi? Mama wa kambo hamna Wewe mama wa kambo? Unawapenda watoto? Kweli? Kabisa. Sema akia Mungu. Anjonye supu huko sasa. Kama unawapenda kweli. Kama wapendi, hiyo supu itakutokea mapuani, sawa? Angalia, uwe na upendo kwa watoto wa mwanamke mwenzako. Uwe na upendo. Jamani, iko hivi, kama vile ambavyo mwanamke mwenzako alivyoachana na huyo mume wako, ambapo leo hii wewe unalea watoto wake, usisahau lolote baya linaweza likatokea, ingawaje siliombei. Lolote baya linaweza likatokea, ingawaje siliombei. Huenda pengine nawe pia ukawaacha watoto wako kwa mwanaume huyo, alafu mwanamke mwingine akaja kuwalea watoto wako. Unavyowatendea ubaya watoto wa mwanamke mwenzako, angalia watoto wako. Je, unatarajia kwamba utatendewa mema? Hata kama sio leo, kuna siku ambayo wewe utakuja kuzeeka, watoto wako watakuwa. Je, watu watakao kutana nao nini watakachowatendea? Unapopanda mbegu leo, panda mbegu njema, usipande mbegu mbaya. Usipande ubaya, panda mbegu njema. Panda mbegu njema leo. Amua kuwa mtu mwema, acha kutenda mabaya. Acha kutenda mabaya. Angalia, acha kutenda mabaya, jifunze kutenda mema. Kama ni binti, uwe na utu ndani yako. Kijana wa kiume, uwe na utu ndani yako. Upendo utawale.
Mpende jirani yako. Tunda la Roho katika wokovu ndani yako, upendo uonekane. Pendaneni ninyi kwa ninyi. Sasa angalia, iko hivi, wakati fulani Yesu akasema, akawaambia wanafunzi wake akamwambia wanafunzi wake, lakini pia kulikuwa na mtu mmoja tu Nikodemo. Yesu alisema hivi, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nikodemo ikamchanganya, akasema, inawezekanaje mtu kuzaliwa mara ya pili? Je, ataingia tumboni mwa mama yake akazaliwa tena? Yesu akajibu akasema, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwani kusoma kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 3 na ule mstari wa 3, Yohana 3 ule mstari wa 3 mpaka 5, maandiko yanasema hivi. Yohana 3:3 mpaka 5 anasema hivi, Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sasa iko hivi, hapa alichomaanisha Yesu ni kwamba lazima wewe uweze kuokoka, uzaliwe mara ya pili. Yaani wewe uamue kuacha mambo ya kale, uamue kufuata neno la Kristo. Kama neno linavyosema ndivyo na wewe uweze kuishi. Uamue kuwa mtu mpya, uamue kuwa mtu mpya. Unaamua kuishi maisha mapya ya kumpendeza Yesu Kristo. Unaamua kuishi maisha mapya ya kulifuatisha neno. Unaamua kuishi maisha mapya ya kumpendeza Kristo. Unaamua kuacha mambo yote ya kale. Kama ulikuwa unafanya matambiko unaacha. Kama ulikuwa ni uongo unaacha. Kama ulikuwa ni kahaba unauacha. Kama ulikuwa ni mzinzi unauacha. Kama ulikuwa unafanya fitina unaacha. Kama ulikuwa ni uchonganishi unaacha. Kama ulikuwa hauwaheshimu wazazi wako, unaanza kuheshimu wazazi wako. Kama ulikuwa unatenda mambo yasiyofaa, unaamua kuachana nayo. Jamani, iko hivi, maonyo ya Mungu yamebeba baraka zako. Neno la Mungu, maelekezo ya Mungu kupitia neno lake yamebeba baraka zako. Unapoambiwa, mimi na wewe tunapoambiwa tuache dhambi, Mungu anatuwazia mema. Mungu anatuwazia ushindi. Mungu yeye ni mtakatifu, anataka tuishi maisha matakatifu. Kwa sababu yeye ni mtakatifu, anataka tuishi maisha matakatifu. Anasema, iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Wakati ambapo utakapoishi maisha matakatifu, mimi na wewe tutakapoishi maisha matakatifu, kuna mema ambayo Mungu ametuandalia. Hawezi ukaishi ndani ya mabaya, ndani ya dhambi, alafu amani ikaonekana kwako, kwa sababu Mungu hapendi tulie. Na ndio maana anatuambia tuishi maisha matakatifu, ili amani itawale katika maisha yetu, furaha itawale katika maisha yetu, uzima uonekane kwetu, mema yaonekane kwetu. Maonyo ya Mungu yamebeba baraka zako. Amua kuokoka leo, amua kumkiri Yesu Kristo, amua kuishi maisha mapya. Jitenge mbali na ubaya, kataa mabaya, jitenge mbali na kila aina ya dhambi, kataa kila na ubaya, amua kuishi maisha mapya. Amua kuishi maisha mapya. Kijana, amua tukumpa Yesu maisha yako. Amua kumpa Yesu maisha yako. Wengine tukua hivi, Yesu ametusaidia. Hatakuwa hivi, Yesu ametusaidia. Mimi nimekuwa na akili ambayo mimi mwenyewe naielewa, kwa sababu baada ya kuokoka na kumpokea Yesu. Unajua kuna mtu ambaye ana akili